Hujambo na karibu tena katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Siamini Kama Umeondoka. Tulianza maisha yetu ya mjini bila kelele. Hakukuwa na sherehe, hakukuwa na zawadi. Kulikuwa na nia na imani. Nyumba yetu ya kupanga ilikuwa Mabibo, chumba kimoja na sebule ndogo. Sakafu ya saruji iliyochakaa na dari iliyokuwa inaacha joto likae kama mgeni asiyeondoka. Lakini kwangu ile ilikuwa ni kasri, kwa sababu niliishi ndani yake. Siku za mwanzo zilikuwa za kuzoeana. Nilikuwa naamka mapema kwenda kazini, nikitembea sehemu ya njia ili kuokoa nauli. Kila hatua niliyoitembea chini ya jua kali na mvua ya ghafla nilihesabu kama mchango wangu kwenye kesho yetu, kesho ambayo ningekuja kusema tulivumilia na tukaweza. Na hiyo ikanifanya kila niliporudi jioni nilikuwa na sababu ya kuendelea kumpenda mke wangu. Mke wangu alikuwa akinipokea kwa tabasamu. Alipika chakula cha uwezo wetu, wali maharage, ugali wa dona kwa dagaa, huku tukizungumza kuhusu siku. Tulicheka pamoja, tulilala tukiwa na ndoto moja: kesho itakuwa bora. Lakini Dar es Salaam haipendi ndoto zisizo na pesa. Polepole maswali yakaanza kuingia. Sio maswali ya ugomvi, yalikuwa maswali ya kutafakari. Maswali yalikuwa na sumu ya taratibu. Siku moja mke wangu aliniuliza, mbona wanawake wa huku wanavaa vizuri sana? Kila mtu ana simu nzuri, sisi mbona bado? Je, maisha ya mjini ndiyo haya tulionayo? Nilimjibu kwa upole, huku nikimkumbatia, nikimtuliza na kumwambia tupo safarini, tupo njiani. Lakini jiji lilikuwa likimwambia kitu tofauti kila siku. Ghafla majirani wakaanza kumzoea, akisalimiana nao, akitoka kwenda sokoni mara kwa mara. Mara nyingine akichelewa kurudi, alisema anajifunza mazingira. Nilimwamini sababu mapenzi huishi kwa imani. Siku moja nilirudi nyumbani mapema kuliko kawaida. Nilimsikia akicheka, tena kicheko cha sauti, kicheko kisicho cha ndani. Kilivuma kama upepo mfupi, lakini kilinipiga moja kwa moja moyoni. Nilisimama, sikutaka kuuliza, sikutaka kuharibu amani, nikajifanya sijasikia. Usiku ule usingizi ulinikataa. Nilitazama dari, nikayakumbuka maneno ya wazee wa Lusanga, ukiona kitu kinang'aa sana, basi jua kinang'arishwa. Nilianza kujiuliza maswali ambayo sikuwa tayari kuyajibu. Je, mapenzi ya kijijini yanaweza kuhimili kelele za mjini, au jiji linaondoa upole bila kuuliza? Siku iliyofuata niliporudi jioni, alikuwa kimya, huku akiwa na simu mkononi. Macho yake hayakunitazama. Nilihisi pengo dogo lakini lenye kina. Nilitaka kumuuliza, lakini nilikosa ujasiri. Nikachagua ukimya, na hapo ndipo nilipogundua wakati mwingine hatari haiji kwa makelele, inakuja kwa mabadiliko madogo madogo. Kwa mara ya kwanza tangu nikutane naye Lusanga, nilihisi kama ninampoteza akiwa bado karibu yangu. Swali nililobaki nikijiuliza ni moja: je, huu ulikuwa mwanzo wa kubadilika kwake? Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa
siamini kama umeondoka. Usiache kulike, comment na kushare ili uendelee kupata sehemu zinazofuata. Sauti ni ya Kali Jr na hii ni Cover Media.